huwa tunaambiwa tuko na kisungu mingi. Kwa hii mswada wa bajeti ya fedha ni mambo mawili. Kuna ushuru wa VAT ambao kwa mara ya kwanza unaletwa kwa financial services, na Kenya ndio itakuwa nchi ya kwanza kabisa duniani kuweka VAT na excise duty pamoja kwa financial services. Tumeangalia all over the world, hata majirani zetu VAT na excise duty haziwekwi pamoja. Either unaweka VAT ama unaweka excise duty, lakini huwezi weka zote pamoja. Rashid, nitapenda kutembea na Wakenya kwa hii journey ya VAT na excise duty kwa siku moja tu, na nitatumia Wanjiku. Wanjiku akiamka asubuhi anawasha taa. Hiyo stima yenye amewasha alinunua na tokens kutoka Kenya Power. Hizo tokens alinunua na mobile banking ama mobile money. Wakati unanunua kuna fee inalipiwa. Hapo sasa ndio excise duty inawekwa. Imekuwa 15%. Inaongezwa kufika 20, alafu VAT inawekwa juu. So tunatoka 15% mpaka 40% ya ushuru. Huyu Wanjiku akienda jikoni kuna gesi, alafu na pia ama anatumia makaa, ameinunua. Wakati umenunua hiyo makaa, wakati umenunua hii gesi, kuna hiyo ushuru pia. Hii 40% kwa hiyo transaction fee, kwa sababu amenunua kupitia kwa mtandao, kwa simu ama mobile banking, ushuru unaongezwa pale. Huyu Wanjiku pia anatoka sasa kwa nyumba anaenda kazini, na pia kuna watoto wa shule. Hapo pia VAT pia inapatikana na excise duty. Ukiingia matatu, na siku hizi matatu za siku hizi zinatuambia tulipe na simu, so mobile banking, mobile money. Kwa sababu hata insurance pia zinasisitiza ya kwamba hawataki mambo ya cash, wanataka mambo ya mobile banking. Ukilipa hiyo transaction, hapo kuna transaction fees, excise duty inawekwa hapo. Saa hizi tunaambiwa 16% VAT inawekwa juu yake. Na hivyo ndio serikali huwa inatengeneza ushuru wake. Hapo pale unafanya transaction fees, alafu hizo VAT na excise duty inapatikana. Akifika kazini, anaenda lunch, same thing. You pay for your lunch, there's a transaction fee, 16% VAT, 20% excise duty, 20% excise duty, 16% VAT, which gets to 40%. Jioni the same thing. Watoto wake wanarudi shule, yeye pia anarudi nyumbani. Alafu jambo moja, huyu Wanjiku sio kama mimi ambaye tunaenda supermarket kununua bidhaa zetu kwa mwezi moja. Yeye ananunua bidhaa zake kwa siku. Sasa hizi transaction anazifanya nyingi sana. Okay. Jambo la mwisho. Mwaka uliopita 2023, as banks we were able to collect this money. Na excise duty na VAT sio pesa inalipwa na benki. Hii ni pesa inalipwa kutoka kwa mfuko wa mwananchi ukifanya hiyo transaction. So in 2023 we were able to collect 45 billion on behalf of government through this collection of excise duty yenye imekuwa 15%. Yeah. Alafu hiyo mwaka ya 2023 pia ilipunguza hiyo ushuru excise duty kutoka 20% to 15%. Na ukakuwa na jambo la maana sana ambalo nataka wale wenzetu wa serikali pamoja na waheshimiwa wenzetu wa KRA na pia National Treasury, tulipunguza ushuru kutoka 20% to 15%. Okay. Tukapata 45 billion kutoka 40 billion. So tukapunguza ushuru, tukapunguza ushuru ukaongezeka. Okay. Then pia transactions kwa bank ziliongezeka by 26% kwa mara ya kwanza kabisa, kwa sababu all along huwa zinaongezeka by single digit. So you think if these